watakasa Bwana. Imba wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Bwana Mungu unaweza, Bwana naweza, Bwana na kutegemea, Bwana na kutumaini Mungu aliye hai katika jina la Kristo. Mbele Bwana, omba mbele za Mungu aliye hai. Kristo omba. Bwana na mbele zako. Mungu najua kwamba kama vile Daudi alivyokutamani, alivyokushaukia, nami pia Bwana nina shauku nawe. Hiyo shauku huwa kwa wale wachumba wamekutana kwa mara ya kwanza, kila mmoja na shauku ya mwenziwe. Mwite Mungu aliye hai. Bwana nacha mbele zako mfalme, nacha mbele zako Mungu aliye hai. Mungu mfalme mtukufu, ninakuhitaji Mungu aliye hai. Naomba Bwana kapate kunipa shauku ya ziada, weza kuzalisha kiu na hamu kwa ajili ya Mungu wako, Mungu mtenda miujiza. Kina Daudi kwenye majira yao, kina Daudi kwenye nyakati zao, kina Daudi kwenye maisha yao, walimtamani Mungu, wakasema kama ayala ainavyo shauku mito ya maji. Mpendwa, huo ndio ufunguo. Funguo ni huo. Tutakuona namna unavyoshaukia mambo ya kimungu, namna unavyoshaukia na Mungu aliye hai, namna ambavyo unasema Biblia kama mwenda wazimu. Niruhusu nitumie neno hilo. Unapokuja ibadani hata kabla muda wake, na mtaka huyu Mungu. Wakristo wa leo ni mpaka tuimbiwe nyimbo na kupigiwa ngoma, ucheze ndio useme kwamba unamuhisi Mungu. Tangu umeanza kucheza umepigiwa ngoma, tangu umepigiwa ngoma mpaka leo hata shauku ya Mungu una, hata chembe. Adui amekuibia kitu cha thamani, alafu anakupa kuchezesha mwili. Nadhani ndio Mungu anaopatikana. Kama ayala inavyo shauku mito ya maji. Jiandae kupokea miujiza kwa Bwana Mungu aliye hai. Kanisa la Deeper Life Arusha, Mungu anatuwazia mema mno. Ulikuwa unafikiria lazima tufanye maandalizi, tuache manunguniko. Tuko jangwani, taifa la Israeli wakiwa jangwani ni manunguniko. Hapa hakuna maji, hapa hakuna ichi, hakuna chakula, hakuna nyama, hakuna chile. Mungu akamwambia hapana, nataka niwape nyama, lakini kwa namna mlivyo moyoni najisi siwezi kuwafanyia muujiza. Mjitakase kwanza. Nani ajuae kwenye familia yako kuna Daudi mwingine atainuka? Nani ajuae ikiwa kama vile Daudi kupitia mtu ambaye amemtafuta Mungu kwenye maisha yake, anakuja Suleiman mwenye hekima ambaye Mungu alimsalisha kila upande. Kumbuka wazi ya kwamba hujamwamini Mungu ili nafsi yako mwenyewe binafsi. Familia yako inakutegemea, ndugu zako wanakutegemea, nchi ya Tanzania inakutegemea. Daudi, mtu ambaye amekaa nyikani, ametupwa na baba yake, ni kama ametupwa nje. Baba anasema huyu Mungu hamwangalii huyu ambaye tumemtupa nyikani. Inawezekana umedharaulia nyumbani kwenu. Ndio. Lakini naomba nikwambie wazi ya kwamba inategemea jinsi ulivyosema hapa, na linda hao kondoo ambao nimepewa na baba yangu. Kabla hajaanza kwa mchungaji wa Israeli, alikuwa mchungaji wa kondoo wachache nyikani. Pambana na simba na dubu. Sijajua kama Mungu ana mkataba na wewe. Dalili moja hapo nitakapojua kama Mungu ana mkataba na wewe, namna unavyokamia mambo ya Mungu. Una shauku na Mungu aliye hai, una kiu na Mungu. Utaje kusukuma kuomba, utaje kusukuma kutoa mbele za Mungu, utaje kushurutisha kumwimbia Bwana Mungu aliye hai. Utaje, naomba nikwambie wazi kwamba wanao familia yako, ukoo wako na kutegemea wewe. Wako watu ambao walifanyia miujiza mikubwa ya kutisha, hajapata kujua habari zao tena baada ya hapo. Alifungulia macho Bartimayo kipofu, hajisikia habari zake tangu hapo. Unaweza kufanyia muujiza mkubwa kwenye maisha ukashangilia, ni ufalme wa Mungu kukusahau.
Huwezi kufanyia uzembe Ukristo wako ukawa mtu wa maana. Unaburuza miguu kama watu wengine. Daudi hakujifanisha na akina Eliabu. Akina Eliabu wako nyumbani amekaa amestarehe mahali pale. Daudi yuko nyikani anapambana, anafanya mazoezi, anapigana dubu, anapigana simba, anampokonya kinywani mwake mwana kondoo, anapambana, hatimaye anakuja sasa ameshinda kwenye anga zake, anakuja kwa anga za taifa zima. Goliath ametishia watu wa Mungu. Akasema ndamua na huyu pia. Kama alivyomua dubu na simba, yule kijana hakalalamika, hakunungunika, fuatilia maisha yake. Kristo wa leo ananungunika tu kidogo kidogo, amenungunika, sijui amenifanya hiki, amenifanya kile, unafanya. Hata kama mmekataliwa, umedhihacho, unasengenywa, unatetwa vibaya, alafu najitetea, Mungu atakuona kwamba ufai, kwa maana anatumia haya masengenyo kukutengeneza. Ukishasikia watu nakujadili wewe, wanakujadili wewe, sio kawaida. Na huna haja kujibu hayo. Tulia. Fanya hayo mazoezi. Hakuna mtu anayejua hatima yako isipokuwa Mungu peke yake. Unapitia leo mwitikio kaamua kwamba utakuwa nani baadaye. Alijua hatima ya Daudi ni Mungu peke yake. Baba yake hakujua, ndugu zake hakujua. Na Mungu ndiye alijua kwamba kwa nini Mungu ameruhusu akatupe nyikani. Muombe Bwana. Omba Mkristo mwenzangu. Kuna mambo makubwa yako mbele yako ambayo pasina kumtafuta Mungu, pasipokuwa na shauku na Mungu ale, pasipokuwa na kiu na Mungu, pasipo kumtegemea Bwana Mungu ale hai, hayataweza kutimia. Hayataweza kutimia mpendwa. Hayataweza kutimia mpendwa wangu. Hayataweza kutimia kwa kanisa la mahali. Mungu ale anajua kwa nini ametoka mahali hapa. Kwa nini tuko hai mpaka siku leo? Najua lipo kusudi maalum. Na haitakuwa rahisi. Utapita kwenye moto, pita kwenye maji. Usishangae unayepitia, isipokuwa ni sababu ni dhambi zako mwenyewe binafsi. Magumu unayepitia ya kimaisha, ya kutengeneze, ya kuunte upya ndani. Na Mungu aliye anayekujua tangu hata hujazaliwa, maandalizi makubwa ambayo Bwana anayo kwa ajili yako. Jitakaseni. Tujitakase. Tumenena mambo ya ajabu makubwa juu ya nchi, juu ya ardhi iliyokanyaga, juu ya watoto wetu, juu ya vijana wetu, juu ya kanisa, juu ya watumishi wa Bwana. Umeingia kwenye hilo kamsa la kunena vibaya juu ya watu wa Mungu. Naomba nikwambie wazi kwamba ili Mungu afanye makubwa katika maisha yetu, lazima kujitakasa. Lazima kujiosha. Tumewadharau watu hata viwetu wanaotembea leo kwa makalio barabarani, tumeomba wale tumeona ni duni hawa, tumedharau watu hawa. Umewadharau watu wengine, utasema ana kitu gani huyu? Ana kitu gani huyu? Hana lolote huyu, hana huyu. Umewadharau watu. Jitakase na Shilo kwenye maisha yako mpendwa. Jitakase kwayo. Acha dharau. Usidharau watu wa Mungu. Dharau watoto, usidharau vijana, usidharau maskini. Ombaomba hao ambao unaona barabarani, sio dharau. Mwenye kuchua hatima zao ni Mungu mwenyewe binafsi. Usiharibu hatima yako kwa kunungunika. Usiharibu hatima yako kwa kukata tamaa. Usiharibu hatima yako kwa kuvunjika moyo. Hatima yako kwa kuzimia. Usiharibu hatima yako kwa kusengenya. Usiharibu hatima yako kuongelea habari za watu wengine. Ongelea habari za Yesu Kristo na ukombozi wake. Mungu ni mwaminifu, ambaye anaweza mtenda maajabu. Kesho usiharibu kesho yako kwa kufikiria leo, ya jana, anguko la jana, kuzimia kwa jana, mapito ya juzi, hasara uliyopata mwaka jana, na kwenye biashara ukasema najua nilipata hiki, ukaharibu kesho yako. Mungu anawaambia kesho ndafanya maajabu, lakini sharti ni moja, mjitakase. Jitakase, jitenge na mazungumzo msiofaa. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema.
ukabidhi kesha Jumatatu mikononi mwa Bwana Mungu aliye hai, tarehe 29 na 30 mwisho wa mwezi wa 9, na unapoanza mwezi wa 10 tarehe 1, mwambie Bwana, naacha mbele zako mfalme wa utukufu hai. Baba, tunajua kuna makubwa Mungu aliye hai unataka kuyafanya, lakini leo umejitakasaje mbele za Bwana Mungu aliye hai. Mungu anakuazia mema, anakuazia mazuri, akuinue, akuvishe taji ya rehema na fadhili. Lakini kumbuka wazi ya kwamba kuna matengenezo, kuna mambo ambayo lazima uyafanye mwenye binafsi, ujitakase mbele za Bwana Mungu aliye hai. Imo nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu damuni mwa Yesu. Imo nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu damuni mwa mwana kondo. Imo nguvu, imo nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu damuni mwa Yesu. Imo nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu damuni mwa mwana kondoo. Uweza wa ajabu damuni mwa Yesu. Uweza wa ajabu damuni mwa mwana kondoo. Ushindi, ushindi wa ajabu damuni mwa Yesu. Ushindi, ushindi wa ajabu damuni